tunachokifanya leo, tutaandika haya maneno kwa herufi kubwa. Tutaandika haya maneno kwa herufi kubwa. Hapa yameandikwa kwa herufi ndogo. Yameandikwa kwa herufi ndogo. Sasa sisi tunaenda kuandika kwa herufi kubwa. Haya, Mika, tusomee neno la kwanza. Linaisemaje? Linaitwaje? Chupa. Haya, hili neno chupa tumeandika kwa herufi ndogo. Sasa tunatakiwa tuliandike hili neno kwa herufi kubwa. Nadhani herufi kubwa mnazijua. Sasa nani yuko tayari atuandikie hili neno kwa herufi kubwa? Nani yuko tayari atuandikie kwa herufi kubwa? Neno. Andika hilo neno kwa herufi kubwa. Amepata, amekosa? Amepata, Ndio. Basi kama amepata, tumpigie makofi. Sawa kabisa. Amepata, inaandikwa kwa herufi kubwa, lakini alichokikosea ni kwamba amekaweka katikati kanaelea, nyingine imepanda juu. Herufi kubwa zinatakiwa zilingane, isiwepo ya kupita nyenzie. Kwa mfano, chupa unaandika hivi. Ninashukuru sana kwa kampuni hii ya Restless Development kwa ujio wenu, hasa wa kututembelea mara kwa mara, kwani kuna hamasa ambayo tunaiona kama walimu, hasa mimi ninapohangaika na hawa watoto wa MEMKWA, kwa sababu pale mwanzoni watoto mwamko wa kuja kusoma kwanza haukuwa mkubwa, lakini baada ya kuona kwamba kuna misaada ambayo mnatuletea na kuwapatia watoto, kwa kweli hamasa ipo, kwani watoto wengi wanafika shuleni na wanasoma, licha ya kwamba pale mwanzoni pamoja na kwamba walikuwa wanasoma, lakini kulikuwa na kauvivu fulani, walikuwa wafiki kwa ukawaida, lakini saa hizi wanafika kwa ukawaida. Na pia kulikuwa na utofauti kati ya watoto wa MEMKWA na watoto ambao wako kwenye mfumo rasmi, kwa sababu walikuwa wanakuja na nguo za nyumbani, kwa hiyo muonekano ulikuwa unakuwa tofauti. Lakini tunashukuru Restless Development kwa msaada, kwani waliweza kutuwapatia kila mtoto ambaye alikuwepo na mzazi kupata uniform na vifaa vya kujifunzia kwa ujumla, na pia waliweza kupata chakula. Kwa hiyo hata wakija shuleni hakuna tofauti kati ya wanafunzi ambao wako katika mfumo rasmi na wanafunzi ambao wako nje ya mfumo rasmi. Wote tuna uniform moja. Kwa kweli watoto wanapendeza na wanaendelea na masomo yao. Tuko hapa leo na Restless Development waliopo chini ya UNICEF kwa kushirikiana. Tunatambua mchango mkubwa wa shirika hili la Restless Development ambao wamekuwa wakishirikiana sambamba na UNICEF. Awali UNICEF wamekuja wakileta michango mbalimbali, wameleta mabegi kwa wanafunzi, wameleta daftari, lakini wameshirikiana na Restless kwa ajili ya kutuletea, kuwawezesha wanafunzi, kuwapatia mahitaji mengine kama uniform, viatu. Tunawashukuru sana kwa sababu wamechangia kuondoa utoro wa wanafunzi shuleni. Hapo awali wanafunzi wengi walikosa hamasa. Mwanafunzi anashindwa kukaa darasani kusoma akiwa hana kaptula, hana sketi, aidha akawa na sketi imechanika, imefanya nini, anakosa amani. Lakini baada ya kuja wenzetu wa Restless waliopo chini ya UNICEF, kweli wamefanya kazi kubwa sana ambayo imechangia wanafunzi wajisikie na amani, wajiamini. Kwa kweli saizi wanafunzi wangu wanatabasamu kubwa sana. Nipende kuwashukuru sana, lakini pia niwaombe kuendelea kuwasapoti watoto wetu. Natambua mchango wao ni mkubwa sana, ni mzuri.
Naomba pia elimu itolewe kwa wazazi, waendelee kuwaleta watoto shuleni na waone pia kwamba MEMKWA ni elimu kama elimu ya kawaida. Awali ya yote nipende kushukuru sana ofisi ya mkurugenzi kutuletea wageni wa shirika la Restless kwa kushirikiana na UNICEF. Kwa kweli wamekuwa faraja sana kwetu, wametusaidia kuwarudisha wanafunzi ambao waliacha masomo kwa sababu mbalimbali, wengine ugumu wa maisha, wengine kukosa kabisa haki ya kusoma darasa la kwanza, lakini kupitia wao wamesababisha wanafunzi wamerudi kwa wingi mashuleni kwa kuwapatia mahitaji mbalimbali ikiwemo uniform, mabegi, madaftari, wakati mwingine mpaka na mahitaji ya nyumbani wamekuwa wakiwapatia. Wameenda mbali zaidi, wamejengea na vile madarasa yenye thamani ya zaidi ya milioni 106. Imepelekea kupunguza upungufu kabisa wa madarasa na mrundikano wa wanafunzi madarasani. Kwa namna ya kipekee tunawashukuru sana. Imekuwa chachu ya wanafunzi kurudi shuleni na kuendelea kusoma kwenye mazingira yanayovutia. Napenda kuwashukuru Restless pamoja na UNICEF kwa mchango waliotuletea hapa shuleni, kwa sababu wanafunzi wengi tulikimbia tukaenda mtaani katika harakati za kufanya mitihani, tukawa tumekaa tu, lakini tulivyosikia kwamba UNICEF wanatoa misaada na unaweza kurudi shuleni na ukaendelea na masomo, tuliweza kurudi na tukaendelea na masomo. Tukasoma MEMKWA, wakatusaidia na sasa tupo katika mfumo rasmi, tunaendelea na masomo mengine. Nashukuru sana Restless na UNICEF kwa kutuwezesha kupata elimu na vifaa vya shule kama vile madaftari, peni, penseli na mabegi na uniform na kadhalika. Pia tunaombeni sana muendelee kuwahudumia wenzetu waliokosa elimu, muendelee kupata elimu. Elimu ni msingi wa wanafunzi. Asanteni sana. Mimi ni afisa vijana na nisimamia programu hii ya elimu ambayo tunaitekeleza sisi kama Restless Development kwa ushirikiano na UNICEF kupitia Global Affairs Canada. Programu hii katika halmashauri ya Tunduma inatekelezwa kwenye kata 3 kwa maana ya kata ya Uwanjani, kata ya Chiwezi na kata ya Mpemba, na mahususi programu hii inalenga kukabiliana na utoro kwa watoto wa shule za msingi na sekondari. Programu yetu hii imegawanyika katika makundi mawili. Kuna kundi la awali ambalo ni kundi la MEMKWA, lakini kuna kundi la pili, kundi la sekondari, ya watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba watoto ama vijana barehe katika halmashauri ya Tunduma kwanza wanapata elimu, wanabaki shuleni, wanasoma na wanamaliza masomo yao. Tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa yeye ndiye anayetuunganisha kwa kuwa na mahusiano mazuri na mashirika pamoja na mataifa mengine. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuru sana ndugu zetu Restless Development pamoja na UNICEF kwa misaada hii ambayo mmekuja kutuletea leo. Hakika mnatufanyia kazi ya ibada, kazi ya sadaka. Kama mlivyosema, kuna baadhi ya wanafunzi hapa wanatoka mazingira magumu, lakini mliona ni vema mkaja kwa ajili ya kusaidia watoto hawa. Sasa niwaombe sana watoto wangu wazuri, wajukuu zangu, zawadi hizi naomba mkazitunze, msiende kuzitupa. Lakini pia mkienda hata kwa wazazi, mkiri kwamba leo tumefika, tumekwenda kule, tumekutana na kina kaka fulani, maana mnatakiwa pia mwatambue, sawa? Lakini muwashukuru, mkashuhudie kwa wazazi